guys to our YouTube channel Private Media. Tumekuja kuongea kuhusu sanaa na showbiz ya Kenya na nimekutana na wasee wawili hapa. Ningeomba wajitambulishe kwanza tuendelee. Jitambulishe kama wasanii. Okay, mimi naitwa Jay Mapesa. Shima number 1 diva. Anayefanya matatizo yakakwisha. Ona akiniguza mimi nazima. Noma akipita ni bala. Shona woi. Yeah, I go by the name Jay Mapesa in the building. Yeah, kwa YouTube unapatikana kama Jay ama? Yeah, kwa kila platform napatikana kama Jay Mapesa. Hiyo ndio stage name yangu. Yes. Yeah. Yo, mimi naitwa Emilio Ayub. Mimi ni rapper, mimi ni singer manze. Nipate everywhere, digital platforms zote kama Emilio Ayub, YouTube, Facebook, X, kila mahali manze. Yeah. So tumesikiza kila kona, kila mmoja amejitambulisha na nauliza sasa kuhusu muziki. Muziki unawapeleka aje hapo nje? Basically iko mbaya. Vitu zina move, unajua pia muziki ni kitu inahitaji time in a way. So mimi naweza sema personally nikiongelea niko place nafai kukua, yani unajua zile efforts pia nimekuwa nikiweka 1 2 3 so far zimekuwa results zimekuwa zikikam kiasi yake. And also pia naweza sema muziki ya Kenya yani even ina move, naweza sema currently tuko PS50 pia, unajua vitu zinaenda zikiget better. So yeah, kwenye niko manze mimi naweza sema niko grateful na appreciate sana manze. Sijui kama pia unaona hivyo. With me, music for me na workout. Bidii tu ndio tunaweka, unajua. Changamoto. Yeah, true. Yeah, so sijui kama kuna changamoto mmepitana nazo. Of course, unajua kila shughuli huko ngana maisha pia. Challenges ziko kila mahali. But kwa muziki kwenye nasema nime experience sana ni watu wenye tunakaa hapa bado tuna struggle ama bado tunapambania hiyo space kuingia hapo juu ama kupata support. Mostly issue kubwa inakuanga ni mentorship, unajua. Kuna watu wenye walitangulia mbele ama kuna watu wenye wanaifanya better than us, unajua vitu mbili tatu. Because unajua inakuanga ni knowledge tu. Ukipata knowledge ya kitu fulani unajua kuifanya, unajua. So for us tunahitaji mentorship more, tunahitaji wasee wanaweza come in, yani workshop aje. Hata sometimes ndio ganji ina matter, do ina matter, but it's not even kama una mentorship itakuwa hard sana kumove na hata ukiwa na hiyo do una get. So for me ninasema the biggest challenge ni face sana ni mentorship. Mentorship. Wasa wanaweza nipatia direction na niambie niaje. Fanya hivi na hivi na hivi. Uko guarantee utapata results fulani, una get. So for me basically ninasema funds ni challenges, but mostly mentorship na wasa wanaweza kushikilia mkono kuonyesha niaje. Hizi ndo barabara tunatembea, usipite hapa, pita hapa na hapa ndo uko successful, una get. So basically for me nasema hizo vitu mbili, funds na mentorship. So far kuna collab umejaribu kutoa? Yeah. Na mambo kibao nimedu makolabo, yes, but I wouldn't say ni collabo zile ati heavy ati na msee yako na following and all that. Msanii ashai make it before. Nimefanya tu makolabo between sisi wasee wenye bado tunakam. Because sometimes sio kupata hiyo collabo na wasee make it na ngani ngowe, unajua. Si kitu rahisi hivyo, unajua. So ile kitu yenye nimeweza kudusa hizi ni zile makolabo. Ama zile makolabo nimeweza kudusa hizi ni zile zenye naweza zi access, unaona. Ile yenye naweza nikapata ndo. Sasa ni umesema wewe ni lapa. Yeah. Kuna hiki kitu anasemanga wase wanalapa wanakuanga na some egos, like wanataka kuwa wao tu. Kwa maana unakuta collab kuzipata na kwa ngumu. Hiyo kitu unaionanga ya ego, hiyo ego iko hapo. Unaionanga aje wewe? Ni true. Kenye unasema ni true. Kuna wase wenye hawatakangi hiyo collaborate na wase. And it even happens ikishafika ile level kubwa, like ile level ya wale wasanii pia wenye wamesha make it. Pia ina happen. Wase kama hao ni hard sometimes ku stretch a hand kushikilia mmoja mmoja bado wanakam. But I guess pia ni I'd say ni personal sana. Because kuna wase wenye tuko easy, tunaweza tukawork na anyone bora kuna hiyo opportunity imejipresent. But ni true. Unajua ni culture tu ya rap, yani ni culture ya music. Unaona
unaona uselebrity lazima kukue na ka kitu kuna ego fulani zenye mimi kwangu unga zi make sense. The worst of it all ni ati tunaonyeshana ego between among sisi wasanii, na ingekuwa easy hata sisi wenyewe collaborate price, unajua, because pia wameinvest on the artist. So generally tu yani mimi na feel hizo kusonga hizo restrictions mob, yani ni art at the end of the day. Mimi sikuwa ikaanga hivi ati nikasema ati mimi naamka nianze ati kuna mtu alikam sio akanipisha ama Mungu alinipia ndo akanipatia gift, una get, like nikitulipata kana sana nikadu, yani nikitulipatiwa bure, una get. I don't say that tusiangalie the business side of it. The business side of it pia ina matter, una get, but at the end of the day unafai kuwa wise kujua una make decisions aje, unaona. Hivyo ndo mimi nasema. So saidi ya muziki, unajua mtu ambaye anaimba ni tofauti na mtu ana rap, so sijui changamoto pia wewe unapitia kama zinafanana na za mwenzako. Changamoto ya muziki as a singer, as a singer. As a singer nasema tu changamoto ni now getting my songs, songs zangu kwa my fans, unajua pale kwa TV, yani kwa streams, yani mainstream. Muziki yangu yaende hapo ndio shida. Because now inapokuwa unajiona na mtu, kama unajua anajiona na nani. Ukiendea mse fulani unasikia toa pesa, toa kiwango fulani, pana kupatia. Now the pesa yenye nafuu tu ni mingi sana hadi unashangaa, and yet you're still coming. Hizo ndio challenges. So ndani ya miaka miwili umefanya muziki, kuna some collabs collab. Says hapana. So far I'm just working on myself. Like ndaka watu sawa ndio mimi. I feel nikianza collab now itakuwa tricky. Itakuwa tricky because now I want people now to get used to my sound. So tukimalizia sasa, ningeomba mtoe strategies mnaweza ona zinaweza fanya muziki tu muipush ama industry ya Kenya ikue like tuisikie kama tunasikiza kama Bongo ama Nigeria ama other inches and other countries. So what are strategies mnaweza ona inaweza kuja ndo tuinue muziki wa Kenya hivi? Just collaborating, working together. Not necessarily sijui mnaimba pamoja ama nini, but ile maybe ukienda session kwa nasi. And even I think Tanzania wanashinda because ukiona msanii ako studio unapata kuna marafiki zake, unaona wanashare unapata. But Mkenya ako so anajiamini, unapata hataki kuwa na songwriters ya jamii. So inaweza wacha niseme kama ni selfishness ama exactly. Anajiamini yeye sana, wameamua why sana mambo yao yani. Na hii selfish imeanza aje na ilianza lini? I don't know. Sijui. I think nini venye nini zilikuwa zina collapse, venye hizi ma groups, hizi ma labels zilikuwa zina collapse. Hapo ndo issue ikaanzanga. Kila msanii akaanza kupata ways, wote kwanza kuenda njia zao, again. So mambo ikaharibika since your time, na hatujapata pia watu wenye, alafu pia investors, hakuna investors. Okay, investors wako but wa invest kwa wasanii ama wa invest kwa muziki, una get? Because hizo times za kina grandpa nini, kulikuwa na wazito fulani walikuwa wanakelea maziwa kwa hizo record label. At least vitu zilikuwa zina run, kulikuwa na do, at least industry ilikuwa ina make sense, na wase wakikuja wengi kufanya vitu pamoja, industry pia ina thrive. So mimi na feel ndo turudi zile ma levels zetu, tulikuwa hata better. Tunafai collaborate more, tunafai kutembea pamoja sana than kila mtu kuwa anajifanyia kila kitu, ama kila mtu anajifanyia mambo yake. Yeah, lakini kuna huyu, si unajua Calligraphy Jones? Kali na like sana, si nimeona anaanzisha ile kitu yake akate. Hiyo si ni kama inaweza leta umoja kwa Kali hapo poa. Kali amedudu vitu fulani za help industry pia. Amedu kile angeweza, yani mimi na feel ameput in effort pia kusaidia na wasanii. Kuna wasanii wagumu bro. Kuna wasanii hata waangaliangi upcoming hata kidogo. Au time walishao mwaka ni hivyo, na hivyo ndo wanakonga wamesahau. I don't say ati wana to owe anything ama tuko entitled in any way. Yani nasema tu ni fiti sana kuangalia wasanii wanatoka. Kwa nini? Wasanii wanatoka ndo the future. Una get? And mtu usai kudanganya bro, inafanga level fulani FM and all that, wonge inakutoa. Ndio itafanya pia industry thrive.
same as a singer pia ni kama hiyo njia itakuwa sawa ama kuna hiyo njia itakuwa sawa. Alafu pia sasa na feel watu wameacha sana kufocus na real talent. Real talent. Ni high watu wanaenda tu na vibe. Now music ya Kenya imekuwa so wasema ni kwa mediocre. Mediocre. Watu wana vibe na high. Now real talent. Bwana bora jamaa kuna followers. Mtu anaweza imba. Like not si tunaweza imba but mtu anaona jamaa kuna followers. Hapa studio. Sasa nimchukue nimfanye msanii. Like hiyo passion like imekuwa cancelled kuliko like talent imekuwa kama size si muhimu sana kuliko mtu anafanya kitu tu fulani ina blow up TikTok na ni hiyo amegeuka amekuwa msanii unajua. So manze basi unajua tutafanya itabidi tumejikaza tu hatuna option manze. Lakini siku moja itajipa tu. Ni kweli siku moja as long as una put in effort. Vitu tuonga zina align to timing songa. Sawa, asante. Yalikuwa hayo, tumeshukuru sana kwa hosts na tutajaribu kwa uwezo tuwa boost hizo YouTube channel pia na nyinyi muweze kupanda. Asante sana. Shukran bana, and thanks for your time bana. For great. Sawa.